Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mzuri tena ambao Mungu ametupatia nafasi ya kuweza kukuletea kipindi chetu cha Hakuna Jipya Chini ya Jua. Na mimi ni mtumishi wako mchungaji Sile Mulenda wa Yesu, mchungaji wa kanisa la Arch of Jesus. Kwa hapa kukuletea kipindi chetu cha Hakuna Jipya katika runinga yetu ya Monica TV. Na kipindi chetu hiki kimekwisha kuanza muda, na hata sasa tunaendelea kwa kusudi tu la kuweza kutangaza habari njema za ufalme wa Mungu na kutamani kujua makusudi makamilifu ya Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Na bila kupoteza muda tutakwenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya fursa hii ambayo ametupatia. Tuamini Mungu na tuombe. Bwana wangu Yesu Kristo na Mwokozi wangu, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi hii. Ninasema ni asante kwa sababu umetuweka tena hapa ili tuwe vyombo utakavyovitumia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naomba Roho Mtakatifu uchukue usukani ukahubiri neno hili kwa wote wanaokwenda kutazama na kusikiliza. Kunyamazisha kila mamlaka yote ya giza kwa jina la Yesu Kristo. Ndio mpendwa mtazamaji wangu, kama vile tulivyoweza kutanguliza ni kwamba kipindi chetu kinaitwa Usilolijua. Na kinaitwa Hakuna Jipya Chini ya Jua. Na katika kipindi chetu hiki cha Hakuna Jipya Chini ya Jua kuna mambo ambayo tunakwenda kuyazingatia ambayo ni muhimu sana kwetu, na yale yaliyo muhimu na yanakuhusu wewe mwenyewe. Jambo la kwanza, lazima ujue kwamba tuko hapa ili kukuonyesha kwamba yote unayoyaona yamekwisha kuwepo. Yawezekana kuna jambo ambalo wewe ukiliangalia unaona kama ni jipya kwako, lakini ni vizuri uelewe ya kwamba sio jipya, limekwisha kuwepo. Yawezekana kuna kitu ambacho umepanga kukifanya wewe for the first time. It can be the first time to you, lakini haimaanishi kwamba ni mara ya kwanza kwa watu wengine. Remember, kuna watu ambao walitangulia kabla yako, na maandiko yanasema hakuna jipya chini ya jua. Yaliyokuwako ndiyo yaliyoko na ndiyo yatakayo kuwepo tena. Hapo ni katika kitabu cha Mhubiri sura yake ya kwanza na mstari wake wa 9 hadi ule wa 10. Soma utaelewa. Biblia inasema hakuna jipya chini ya jua. Yawezekana ndio umejenga nyumba. Katika familia yako wewe ndio wa kwanza kumiliki nyumba au gari, lakini katika dunia wewe sio wa kwanza. Yawezekana ndio umebuni au umefungua kampuni, lakini wewe sio wa kwanza. Umeyakuta makampuni yapo. Na somo hili lina kusudi moja tu, kutaka kukusaidia kujua ya kwamba katika mambo yote ambayo yamekwisha kufanywa na watu, wapo watu ambao walifanya mambo wakafanikiwa, lakini wapo wengine ambao walifanya mambo hawakufanikiwa wakafeli. Na kipindi hiki au somo letu hili na mafundisho yetu yatakusaidia kujua wale walioyafanya hayo mambo kabla yetu walifanikiwa kwa sababu gani. Ni nini walichokifanya haswa kikawafanya wafanikiwe? Na wale ambao walishindwa, ni nini kilichosababisha walifeli katika kutenda kwao. Hivyo basi hautakuwa na ugumu katika kufanya maamuzi ndani ya maisha yako. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Na hii ni hekima ya Mungu. Mambo haya ambayo tunayazungumzia hapa yako katika maandiko matakatifu, lakini ni utafiti aliyoufanya Mfalme Sulemani kwa mujibu wa neno la Mungu katika kitabu cha Mhubiri. Haleluya. Kwa mujibu wa neno la Mungu katika kitabu cha Mhubiri sura yake ya 2 na mstari wake wa Mhubiri sura yake ya 2 na mstari wake wa 3. Sulemani anasema kwamba alikuwa anafanya utafiti. Hata hivyo basi unaweza ukasoma katika kitabu cha Mhubiri sura yake ya 12 na mstari wake wa 9. Utakuja kuelewa ya kwamba bado Sulemani alikuwa anafanya utafiti. Jina la Bwana libarikiwe. Na utafiti huu aliofanya Sulemani hakufanya kwa ajili yake, lakini maandiko yanasema ya kwamba alipewa hekima na Mungu. Na hekima na Mungu inamaanisha alipewa Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu ndani mwake, ili kupitia yule Roho aweze kufanya utafiti kwa ajili ya wanadamu wote walio juu ya uso wa nchi au chini ya jua. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Endelea kunisikiliza vizuri, utapata mambo mazuri sana. Kwa hiyo tuna jambo ambalo tutakwenda kuliandama siku ya leo. Inazungumza kuhusu sehemu ya mtu katika yote aliyonayo. Bwana Yesu asifiwe sana.
ni kwamba mwanadamu ajapokuwa na mali mengi, ajapokuwa na utajiri mwingi, anayo sehemu yake katika maisha yake. Ni vizuri uelewe jambo la kwanza hivi, mwanadamu ajapokuwa na mali mengi, sehemu yake ni ndogo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mwanadamu ajapokuwa ni tajiri namna gani, katika mali zote alizo nazo au katika utajiri wote alio nao, ile sehemu anayoimiliki yeye mwanadamu, anayoikula, anayoitumia, anayoifurahia ni kidogo sana katika mali zake. Nitakupa mfano ili uweze kuelewa kile ambacho tunakwenda kukisema right now. Ni hivi, mwanadamu hata ajapokuwa na nyumba ya vyumba 5 au 8 au 12, ndani ya hiyo nyumba hauwezi ukamiliki vyumba 2 peke yako. Utajikuta kwamba una chumba kimoja, lakini vyumba vingine vyote vinatumiwa na watu wengine, au viko pale vinasubiri mpaka siku wageni watakapofika. Kwa hiyo chumba ambacho mtu anakimiliki katika nyumba ya vyumba vingi unakuta ni kimoja tu. Na hiyo ni ishara tosha ya kwamba mwanadamu ana sehemu dogo sana katika mali zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hivi, mwanadamu anaweza akawa na magari mengi, magari maelfu, magari 10, magari 20, lakini kati ya zile gari zako zote, ni ukweli ya kwamba hakuna siku utawahi kutembelea wewe binafsi kwenye magari mawili at the same time. Ni kwamba leo ukiona unaweza kutumia gari moja tu, hizo zingine zote zinabaki pale. Kesho ukiamua utatumia gari nyingine. Kwa hiyo hakuna wakati ambayo utaweza kutumia gari zote kwa wakati moja, wewe mtu mmoja. Kwa hiyo kile unachokitumia kwa wakati ule ndio sehemu yako tu katika vyote ulivyo nayo. Na isitoshe, kuna mtu ana gari karibia 20, lakini huwa anatumia moja tu, zingine ziko hapo kama toy, kama mapambo. Hajawahi hata kutamani kutembelea zingine. Utakuta ni moja tu ndio ameifurahia, anayopendaga sana kuitembelea. Kwa sababu kile ambacho umepewa na Mungu katika vyote ulivyo navyo, sehemu yako ni ndogo sana. Ndio maana uelewe hivyo. Unaweza ukawa na sanduku za mavazi 20, yaani mengine mavazi mengine hata umeshasahau hesabu zake. Lakini katika hayo mavazi na viatu na mapambo, cheni ambazo uko nazo, saa ambazo uko nazo, hakuna siku ambayo utavaa viatu aina 2 kwa siku moja au kwa wakati moja. Haiwezekani. Utavaa kiatu kimoja, pea moja tu. Utavaa suruali moja tu. Utavaa shati moja tu. Utavaa kofia moja tu. Utatumia cheni moja. Utatumia saa moja. Ukianza kuvaa zaidi ya hivyo, watu watakuona una akili pungwani au enezi akili. Kwa sababu mwanadamu amepewa sehemu iliyo ndogo sana na Mungu katika mali zote anazoweza kumiliki, zijapokuwa nyingi namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha tusome katika kitabu cha Mhubiri sura yake ya 2, kwa sababu tunasema ya kwamba aliyetufanyia utafiti hapa ni Mfalme Sulemani. Kwa hiyo tunakwenda kusoma katika kitabu cha Mhubiri sura yake ya 2 mstari wake 24 hadi ule wa 25 na 26. Nami ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Mwanadamu hapati jema kupita kula na kunywa na kuburudisha roho yake katika mema katika siku zake, katika kazi yake. Ninarudilia. Mwanadamu hapati jema kupita kula na kunywa na kuburudisha roho yake kwa mema katika kazi yake. Hayo nayo naliona ya kwamba hutoka mkononi mwa Mungu. Kwani ni nani awezaye kula au kujiburudisha kuliko mimi? Kwa sababu Mungu humpa yeye aliyemridhia hekima na maarifa na furaha, bali mkosaji humpa taabu ili akusanye na kututa apate kumpa huyo ambaye Mungu amridhia. Hayo nayo ni ubatili na kujilisha upepo. Nisikilize kwa makini, mtu wa Mungu. Hapa kuna mambo ambayo yako very sensitive. Ukifuatilia kwa umakini yatakusaidia sana. Jambo la kwanza, Biblia inasema hivi: mwanadamu ajapokuwa na mali mengi, sehemu yake ni ile ambayo anaweza kula na kunywa na kuburudisha moyo wake au roho yake kwa mema. Hiyo ndio sehemu yako. Lakini tena andiko linasema hivi: hata hivyo si wanadamu wote walio na mali
walio na uwezo wa kula kwenye zile mali walizo nazo. Na hii ni ishara tosha ya kwamba kuna wanadamu walio na mali mengi na utajiri mwingi, lakini hawana uwezo wa kula kwa vile walivyo nayo. Kwa sababu uwezo wa kula kwa mali zako, mwanadamu hana huo uwezo asipopewa na Mungu. Kumbe anayempa mwanadamu uwezo wa kula kwenye mali zake, wa kula kwenye utajiri wake, kufurahia mema katika kazi yake, anayempa mwanadamu huo uwezo ni Mungu. Na Mungu asipokupa huo uwezo, utakuwa na mali mengi na hautawahi kuzifurahia. Utakuwa na utajiri mwingi lakini hautawahi kula na kushiba. Hautawahi kuenjoy vitu ulivyo navyo. Kwa sababu hili ni fungu ambalo mwanadamu analipewa na Mungu tu. Ndio maana kuna watu wengi ambao kuanzia hivi utaanza kunielewa ninaposema hivyo. Kuna wakati ambapo una kila kitu. Una chakula, friji imejaa chakula. Vinywaji vipo katika friji yako. Lakini hauna appetite ya kula chakula. Ukisikia harufu ya chakula unatapika, kwa sababu afya hairuhusu. Na afya hainunuliwi mahali popote. Mahospitalini hatupati afya njema. Madukani hatununui afya njema. Lakini afya njema tulio nayo inatokana na Mungu peke yake. Ni Mungu anayetubarikia kuwa na afya njema. Ndio maana utajiri wa kwanza wa mwanadamu ni pumzi ya uhai aliyo nayo, isiyoweza kununuliwa mahali popote. Na utajiri wa pili wa mwanadamu ni afya njema aliyo nayo, asiyoweza kuinunua kwa kima chochote cha fedha, isipokuwa tu inatoka mkononi mwa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kumbe Mungu ndiye anayempatia mwanadamu uwezo wa kufurahia mali alizo nazo. Ndio maana kuna wengi wana mali lakini hawana furaha katika hizo mali. Maana wanasumbuliwa na kansa. Hawaishi kutravel kwenda mara Dubai, mara India, mara German, mara Marekani. Unadhani wakati mwingine labda ni safari za kwenda kuenjoy maisha. Kumbe wenzetu wengi wanakwenda kutafuta matibabu. Wengine wanakwenda kuchenjiwa damu. Wengine wanakwenda kuingizwa kwenye mashini, watolewe vitu fulani hivi ili waweze kufanyiwa vitu vingine replacement. Kwa sababu mwanadamu hawezi kuenjoy maisha asipokuwa na afya njema. Na hiyo afya njema anaipata tu mwanadamu kutoka mkononi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize, Mungu asipokupa uwezo wa kula vile ulivyo navyo, hauwezi ukavila. Na hili inataka kutuambia nini? Ni jambo ambalo linataka kutuambia si wote tunaoona kwamba wana mali na utajiri ya kuwa wana furaha navyo. Kwa hiyo kuna watu ambao wana mali mengi, wana utajiri mwingi, lakini hawana furaha navyo, hawalali usingizi. Kuna watu wana mali nyingi na utajiri, lakini hawalali vitandani, wanalala chini, wanalala machooni, wanalala ndani ya majeneza, wanalala wima. Kwa sababu gani? Mali ambazo mwanadamu hajazipata kutokana na Mungu, hawezi kamwe huyo mwanadamu akazifurahia. Kwa sababu mali zinazompa mwanadamu furaha na amani na kuzienjoy ni zile ambazo tu anazipata kwa halali kutokana na Mungu. Na hizo ndizo Mungu anazoweza kumpa uwezo wa kufanya nini? Wa kuzifurahia au kuzienjoy. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Na ndio maana tuna watu wengi tunawaona huko mtaani wana magari ya kifahari. Tukiona wanafika sehemu fulani wanafanya madonation, na akili zetu zinatuambia kwamba fulani yuko sawa, ana donate huko na huko. Lakini je, anaweza kulala usingizi? Je, akisafiri ana amani? Ndani ya gari mnakalika, kitandani panalalika, nyumba inafurahiwa? Au tu ni macho yetu yanaona, lakini reality ya wao ndio wanaijua kile ambacho wanakifesi katika nyumba zao. Kumbe Mungu akusaidie sana wewe unayenisikiliza uweze kujua hivi, ujapokuwa na mali nyingi hauwezi ukala vyote ulivyo navyo. Sehemu yako ni ndogo sana. Hata ukiwa na majumba milioni, utakuwa unalala kwenye nyumba moja tu, na hizo nyumba zingine zitakuwa kama biashara zingine tu ambazo zinaweza kuingiza mali, ambazo zitakaliwa na watu wengine. Kwa hiyo
utajiri wa mtu au mali zake haumpi uwezo wa kuvifurahia au havimpi mtu furaha. Kinachompa mtu furaha ni Mungu katika maisha ya mtu. Anaweza akakupa Mungu furaha hata pasipokuwa na mali mengi, hata pasipokuwa na utajiri mwingi. Jina la Yesu Kristo lipewe sifa. Mstari huu wa 26 umesema jambo ambalo nalipenda sana. Kwa sababu Mungu humpa yeye amridhiaye hekima na maarifa na furaha. Yaani Mungu anampa yule mtu anayemfurahisha. Yule mtu humfurahisha Mungu, ndiye Mungu humpa hekima na maarifa na furaha. Kwa hiyo hekima, maarifa na furaha Mungu amevihifadhi tu kwa ajili ya watu wanaompendeza yeye, watu wanaoishi sawasawa na mapenzi yake, watu wanaoishi sawasawa na neno lake, watu wanaoishi sawasawa na maagizo yake. Lakini anasema hivi, bali wakosaji humpa taabu, bali mkosaji humpa taabu. Yaani wakosaji Mungu amewapa taabu. Nataka usikie hii taabu ambayo Mungu amewapa wakosaji ni taabu ya aina gani, ili kukusanya na kututa apate kumpa yeye ambaye Mungu amridhia. Hayo nayo ni ubatili na kujilisha upepo. Aseme kuna watu ambao wana bidii ya kutafuta na wanakusanya vitu vingi na wamemiliki vitu vingi, lakini hawawezi kula kwenye hivyo vitu kwa sababu Mungu hakuwapa hizo mali ili waweze kuzienjoy, lakini amewapa hizo mali ili waweze kukusanya, na mwisho wa siku Mungu anyang'anye hizo mali walizo nazo na awarisishe watu wanaompendeza yeye. Kumbe kuna watu wengine kazi yao hapa duniani ni kukusanya kwa ajili ya watu wengine. Wana nguvu tu za kukusanya, lakini hawana uwezo wa kula kwa vile ambavyo walikusanya kwa nguvu zao na bidii yao. Mungu akusaidie mpendwa unayenisikiliza, uwe miongoni mwa watu ambao watakusanya na kufurahia kazi ya mikono yao. Usiwe miongoni mwa watu ambao wana kazi tu ya kukusanya alafu vitu vinapitishwa vinapelekwa kwa watu wengine. Endelea kunifuatilia, utakuja kuelewa hiki ambacho ninakisema katika jina la Yesu Kristo. Tusome Mhubiri sura ya 5 mstari wa 19 hadi ule wa 20. Neno la Bwana linasema, hata tuanze 18. Linasema, tazama mimi naliyaona kuwa ndiyo mema na ya kufaa ni mtu kula na kunywa na kujiburudisha kwa mema katika kazi yake yote anayoifanya chini ya jua, siku zote za maisha yake alizopewa na Mungu, maana hilo ndilo fungu lake. Tena kwa habari za kila mwanadamu ambaye Mungu amempa mali na ukwasi, akamwezesha kula katika hizo na kuipokea sehemu yake na kuifurahia amali yake, hiyo ndiyo karama ya Mungu. Kwa kuwa mtu hatakumbuka mno siku za maisha yake, kwa sababu Mungu humtakabali katika furaha ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni haya tu ya kwamba kama unaweza kufika viwango vya kula na kufurahia mali yako, ujue ya kwamba ni Mungu ambaye amekuwezesha. Kile kitendo cha wewe kuwa na mali, kuwa na vitu, na unaweza kusema ya kwamba leo chinja huyo mbuzi tumle, kamata yule kuku mchinje tumle, fanya hivi, twende sehemu fulani. Yaani kama una uwezo wa kutumia hivyo, weka katika akili zako na mawazo yako, weka moyoni mwako ya kwamba sio wewe, ni Mungu ndiye ambaye amekuwezesha, kwa kuwa hiyo ni karama au ni sehemu mtu anayoipewa na Mungu, sio kwa nguvu za mtu mwenyewe. Lakini ukumbuke hapo ambapo Bwana amekupatia hivyo, kuna watu wengine wana hizo mali ulizo nazo na utajiri kama huo, lakini hawapati hata uwezo wa kula kwa ajili. Kuna watu wengine ambao wana mali mengi hata kukuliko wewe, lakini hawawezi wakala kwa vile ulivyo nayo. Ila kuna watu ambao wana furaha na wanakula na kushiba ingawa hawana hata mali mengi, kwa sababu kula, kunywa na kushiba na kufurahi ni karama ya Mungu, sio uwezo au mapato ya mtu alionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya sura yake, kando na utafiti wa Sulemani, kuna neno lingine au andiko lingine ambalo lina confirm haya. Ndiyo, Isaya anasema namna hii. Isaya sura ya 3 mstari wa 10. Neno la Bwana linatuambia, waambieni wenye haki ya kuwa watakuwa heri,
kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Haleluya. Sasa ya kwamba waambieni wenye haki, waambieni wenye haki ya kuwa watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Kama mtu ni mwenye haki mbele za Mungu, andiko au neno la Bwana linatuhakikishia, au Mungu mwenyewe anatuhakikishia kusema ya kwamba tutakuwa heri, lazima tutakula mema ya matunda yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tutakula matunda ya matendo yetu ikiwa tu wenye haki mbele za Mungu. Mwenye haki ni nani? Yule anayetembea sawasawa na mapenzi ya Bwana, yule anayetembea sawasawa na neno la Bwana, yule anayejiepusha na yale ambayo Bwana amemkataza mwanadamu asiyatende chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe sana. Remember, nimesema hivi, usije ukadanganywa na mali unazoziona kwa mtu au tajiri unaoona kwake. Wako wengi wanavyo, lakini hawawezi kuvikula wala kuvitumia au kuvifurahia, kwa sababu si wote wenye mali wanaokula au kuenjoy hizo mali zao, isipokuwa tu wale ambao wamejaliwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo usije ukapombazwa na au kuvutiwa na mali za mtu asiye na Mungu, utakuwa umejidanganya. Jambo la pili, kuna uwezekano wa mtu kuwa na mali asizoweza kuzitumia. Amen, amen. Jambo la kwanza tumesema hivi, nataka nikurudilie. Mwanadamu ajapokuwa na mali mengi, sehemu yake ni ya kidogo tu anayoitumia, iliyo yake ni kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili linasema hivi, mwanadamu anaweza kawa na mali mengi na asiweze kuzitumia. Haleluya. Hebu tusome katika kitabu cha Mhubiri sura ya 6 mstari wa 1 hadi ule wa 3. Neno la Bwana linasema namna gani? Kuna baa nililoliona mimi chini ya jua, nalo linawalemea wanadamu kwa uzito. Narudilia. Kuna baa nililoliona mimi chini ya jua, nalo linawalemea wanadamu kwa uzito. Ni lipi hili? Mstari wa 2 unasema, mtu aliyepewa na Mungu mali, ukwasi na heshima, hata asipungukiwe na kitu chochote kwa nafsi yake katika yote anayoyatamani, walakini Mungu hamwezeshi kula katika hizi. Kumbe anayemwezesha mtu kula katika vitu alivyo navyo ni Mungu, sio mtu mwenyewe. Hapa Biblia inasema kuna mtu ambaye amepewa kila kitu na Mungu ako navyo, lakini hata pamoja na kuwa Mungu amempa hizo vitu vyote, hajamfanikisha kula, hajamwezesha kula katika hivyo vitu. Kwa hiyo kumbe tukirudi pale nyuma ambapo tumetoka, utaelewa ya kwamba Biblia inasema karama ya Mungu katika maisha ya mtu ni kumpa uwezo wa kula katika vile alivyo navyo. Kumbe uwezo wa kula na kunywa katika vitu vyako umetoka katika mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Maana kuna uwezekano wa mwanadamu kuwa na vitu vingi na asiwe na uwezo wa kula katika hivyo vitu, bali mgeni hula. Hayo ndiyo ubatili hasa, nayo ni ugonjwa mbaya. Na sinarudilia hili andiko uelewe vizuri. Mtu aliyepewa na Mungu mali, ukwasi, heshima, hata asipungukiwe na kitu chochote kwa nafsi yake katika yote anayoyatamani, walakini Mungu hamwezeshi kula katika hizo, bali mgeni hula. Yani kuna mtu ambaye ana vitu vyake, mali ni zake, utajiri ni wake, utukufu ni wake, heshima ni yake, lakini vitu vyote, mali zote alizo nazo, yeye mwenyewe hawezi kuvikula, hajapewa nafasi, ila mgeni, yani mtu mwingine ndiye anayekula vitu vyake na ndiye aliye na uwezo wa kufurahia hizo vitu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo utaelewa ya kwamba ili andiko linaandamana na lile ambalo limesema ya kwamba kuna mtu ambaye amepewa na Mungu uwezo wa kukusanya, lakini baada ya yeye kukusanya na kututa, Biblia inaposema kukusanya na kututa, yani ni kukusanya kwa kushindiria. Kututa ni kule kurundika, kuweka marundo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo amekusanya kwa kiasi kikubwa sana, lakini hata hivyo baada ya yeye kukusanya, kile alichokikusanya kinapewa mtu mwingine. Na hapa tunakuta ya kwamba kuna mtu amekusanya, ana mingi, lakini yeye hawezi kula.
ila mtu mwingine mgeni ndiye anayekula vitu ambavyo yeye mwenyewe hawezi kuvikula. Bwana Yesu asifiwe sana. Umewahi kuwa na chakula na haja ya kula chakula fulani, nasema nikangieni mayai pale, alafu mletee na wali, nataka nile mayai na wali, sijui nileteni. So vikifika pale roho inachafuka, lakini mtu mwingine akipewa anatandika hicho chakula, ana appetite, utafikiri amerogwa, na anakikula machoni pako, unabaki unaumia. Ni kwa sababu wao ndio uliopewa nguvu kwa ajili ya kuwakusanyia wao. Ndio maana kuna watu wengine wanachukua vitu wanapeleka katika nyumba za watu wasiojiweza. Wale wasiojiweza wanakula vizuri, wanafurahia, lakini wewe mwenye mali zako zote hizo hauwezi kuzienjoy. Ni kwa sababu haujampendeza Mungu. Kuna kitu ambacho Mungu anahitaji kutoka kwako ili akupe uwezo wa kula kwa vitu ambavyo uko navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mstari wa 3 unasema hivi: mtu akizaa watoto 100, akiishi miaka mingi, nazo siku za maisha yake ni nyingi, lakini nafsi yake haikushiba mema. Tena ikiwa zaidi ya hayo amekosa maziko. Mimi nasema heri mimba iliyoharibika kuliko. Unajua vile Biblia inasema hapa kweli, yani mimba iliyoharibika ni bora au heri kuliko yule mtu ambaye ameishi duniani lakini hakuweza hata kufurahia katika mema ya kazi ya mikono yake. Yani mtu ambaye anaweza kuwa na vitu vingi na ashindwe kuvifurahia, au mwanadamu ambaye alikuja siku hapa duniani akaishi siku nyingi, lakini hata pamoja na kuwa ameishi siku nyingi hakuna hata wakati ambao amewahi kuenjoy maisha. Huyu ni sawasawa na mtu ambaye yani anazidiwa, sio sawasawa, anazidiwa na mtu ambaye hakuzaliwa, yani anazidiwa na mimba iliyoharibika. Afadhali hata mimba iliyoharibika kuliko mwanadamu aliyekuja na akaishi duniani bila hata kufurahia mema wala hata kumiliki vitu vya maana. Kwa hiyo omba Mungu akuwezeshe uweze kumiliki vitu kutokana na yeye ambavyo utafurahia, maana ndio kusudi. Mungu anapenda sana mwanadamu anapokuwa hapa duniani aweze kufurahia mema yanayotokana na kazi ya mikono yake siku zote za maisha yake. Usiwe mtu tu siku zote ni mateso na wengine wanaenjoy, maana mwisho wa siku unaweza hata ukaikosa mbingu ukaenda jehanamu. Mungu akusaidie sana. Vipi? Zaburi sura yake ya 128. Zaburi sura ya 128 mstari wa 1 na wa 2 nasema hivi: heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yako hakika utaila, utakuwa heri na kwako kwema. Haleluya. Kumbe ni mtu tu anayemcha Bwana ndiye ambaye atakula taabu ya mikono yake, ambaye hata taabikia bure, bali chochote anachokitaabikia, chochote ambacho alichokitumikia, Bwana atahakikisha ya kwamba atakila, atakifurahia, atakienjoy. Mtu anayemfurahisha Bwana, anayemcha Bwana, aliye na hofu ya Mungu, huyu mtu Mungu hakikisha ya kwamba anakula katika taabu ya mikono yake, aya kwamba jasho lako alitaenda bure. Hautatumika wewe alafu watu wengine wakala jasho lako, lakini kile ambacho utaswetia, sweti yako utaikula wewe mwenyewe, maana Mungu atahakikisha kwamba anakupatia ile fungu. Mungu akusaidie mpendwa, umche Mungu, uishi sawa sawa na mapenzi yake, ili usije ukataabika bure, bali uweze kuifurahia kazi ya mikono yako. Aseme taabu ya mikono yako hakika utaila. Aseme utakuwa heri na kwako kwema. Kuna watu wengine ukiingia kwake unasikia pazuri kweli, yani hakuna vitu vya ajabu, lakini ukifika unajisi umefika mahali ambapo ulistahili kuwepo pale, kwa sababu umefika katika nyumba ya mtu anayemcha Mungu. Kwake ni kweli, chochote kilicho mwake kinaonekana kuwa kizuri, hata kama ni cheap. Watu wakiona wanasema hiki ulinunua wapi, hii na hili nalo. Watu wanashangaa kila cha kwako, kwa sababu chochote ambacho kiko kimemilikiwa na mcha Mungu huwa kinaonekana kuwa cha thamani. Kwa hiyo Mungu akusaidie sana. Jambo la 3, unaweza ukawa na mali mengi na ukazipoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sulemani anasema hakuna jipya chini ya jua. Kuna watu wamewahi kuwa na mali mengi
na wakazipoteza hata kabla ya kufa kwao. Walitajirika, wakavuma, wakawa maarufu, lakini kabla ya kufa walikufa wameshakuwa masikini, hoye haye, wanaomba hata lifti ya gari, hawanakosa hata fare ya kulipa gari. Kwa sababu gani? Haya mambo yamekuwepo tokea zamani, kwamba mwanadamu anaweza akawa na mali mengi na siku moja akajikuta uliyekuwa tajiri umekuwa masikini. Uwa makini sana, usije ukafikiria kupata mali au tajiri au kupata cheo ndio uwezo wa kulinda hivyo vitu. Hapana, vitu tunavyovipata hatuvilindi kwa nguvu zetu wenyewe. Tunatakiwa tumpendeze Mungu ili aweze kulinda hivyo vitu. Acha tusome maandiko. Linasema nini? Mhubiri sura yake ya 5 mstari wake wa 13 hadi ule wa 14, alafu tutaruka wa 17. 13 inasema, kuna baa mbaya sana niliyoiona chini ya jua, nayo ni hii: mali alizoziweka mwenyewe kwa kujinyima. Mungu akusaidie uelewe hii. Mali alizoziweka mwenyewe kwa kujinyima. Kwa hiyo kuna wakati mtu anajinyima ili aweze kuweka ekonomi. Yani una economize mambo yako, unajinyima, unafanya ekonomi, unajinyima ili angalau ulinde kitu. Haleluya. Aseme mali alizoziweka mwenyewe kwa kujinyima, na mali hizo zimepotea kwa bahati mbaya. Naye akiwa amezaa mwana, hamna kitu mkononi mwake. Siku zake zote hula gizani. 17 inasema, siku zake zote hula gizani, mwenye fadhaa nyingi, mwenye ugonjwa na uchungu. Haleluya. Kuna wakati nimewahi kuambia watu, na hiwa kila siku nasema hivi: afadhali mtu ambaye hajawahi kupata mali, hajawahi kuwa tajiri, hajawahi kumiliki chochote, lakini anatumaini ya kwamba siku moja atakuja kumiliki kitu. Huyu ni afadhali kuliko mtu ambaye amewahi kuwa tajiri, amewahi kuwa na mali mengi, alafu ghafla tu kibahati mbaya zile mali zikaja zikapotea. Wapendwa, hapo ndio unaonaga mtu anatembea barabarani anaongea mwenyewe kama chizi. Mpaka watu wanauliza, kwani mzee fulani siku hizi kumekuaje? Mbona kama vile akili zinataka kumuruka? Mzee yuko fresh, lakini tatizo ni kwamba alivyokuwa navyo vimepotea kibahati mbaya, tena ghafla, bila yeye kutumainia. Mwisho wake, ninasema mwisho wake anakuwa ni mtu wa magonjwa, anakuwa mtu wa kula gizani, anakuwa mtu wa fadhaha, mwenye kufadhaika kila wakati, mwenye magonjwa na uchungu, na anakufa vibaya mtu wa aina hiyo ambaye alikuwa na mali. Ndio wale watu ambao mnaonaga aliendaga tu akalala hakuamka, alianguka tu ghafla fulani akafa. Kwa sababu gani? Mawazo mengi umpata mwanadamu aliyepata vitu vingi alafu baadaye vikapotea na wakati angali maishani. Ndio maana mpendwa, unapopata mali, unapopata utajiri, visikupeleke mbali na Mungu, kwa sababu huna uwezo wewe wa kulinda mali na utajiri ulionao. Hauna uwezo wa kuvizidisha na kuvidumisha kwamba vidumu katika mikono yako na viendelee kuongezeka. Usipowezeshwa na Mungu, unisikilize mtu wa Mungu, unaweza ukawa na vingi, utapoteza tu. Najua wewe unayenisikiliza, yawezekana wewe ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa na vitu vingi na vikapotea. Lakini nataka nikwambie, ni pale ambapo mwanadamu anapotajirishwa na Mungu huanza kuwa na kiburi. Anadhani ya kwamba ni bidii yake, anadhani ya kwamba ni nguvu zake, anadhani ya kwamba ni elimu yake. Wakati ambapo mwanadamu anaanza kuwa na hicho kiburi ndani mwake, ndio Mungu umpokonya kila kitu, anampokonya kila kitu. Ila kwa kuwa mwanadamu si mwepesi wa kujua ya kwamba Mungu yafanya haya, watu huishi yale maisha ya kuanza kulaumiana sisi kwa sisi. Hapana, Mungu anayetupa vitu ndiye utunyang'anya wakati ambapo hatumpendezi tena katika matendo yetu. Sikiliza, Biblia inasema hivi katika kitabu cha Zaburi sura yake ya 127 na mstari wa 1 na wa 2, nasema hivi: Bwana asipojenga nyumba,
waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Siki, kama Mungu si yeye anayelinda, yule anayekulindia anakesha bure. Inamaanisha nini? Hakuna awezaye kulinda mji, hakuna awezaye kulinda kitu, hakuna awezaye kulinda mali ila Mungu peke yake. Bwana asipokulindia, uwezi ukajilindia na uwezi ukapata wa kukulindia. Unahitaji Mungu katika maisha yako, unahitaji Mungu katika mali yako, unahitaji Mungu katika wazao wako, awe mlinzi katika vyako vyote. Asipolinda, I am telling you, siku moja utaweka mikono kichwani ukasema nilikuwa hivi, nilikuwa hivi. Ndio maana tuna watu wengi leo wanaishi maisha yao yote ni kutuambia stories za past. Bado wanaishi, ukiangalia mtu ako na 40 years, 30 years, 50 years, lakini anaanza kutuambia mambo ya past nikana kwamba amekuwa muhenga, ingawa angali yae. Mimi nilikuwa naenda Dubai, mimi nilikuwa naenda Qatar. Si uende leo, anaishi na maisha ya past ingawa bado yuhai. Ni kwa sababu gani? Alipokuwa na huo wote uwezo, hakujua ya kwamba yeye hana uwezo wa kulinda, anayelinda ni Mungu. Kama ulipitia katika hali hiyo na umekosa, bado ungali na nafasi. Nenda ukatubu kwa Mungu na Mungu anaweza akakurejelea na akakubariki tena. Yeye ndiye Mungu ambaye urejesha vitu vilivyopotea, ni Mungu wa urejesho. Anarejesha miaka iliyoliwa na nzige na parare na tunudu na madumadu. Anaweza wa kurejesha hata vyote ulivyovipoteza ikiwa utakubali kutengeneza na yeye. Kubali makosa yako, umwombe Mungu msamaha, umwombe Mungu rehema, naye atakurudishia na sifa na utukufu zitakwenda kumrudi Yesu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Naenda kuhitimisha kusema hivi, maana muda wetu umeenda sana. Nina dakika 5 tu, naenda kutamatisha. Jambo la 4, mwanadamu hatosheki kwa wingi wa mali. Ujapokuwa na vitu vingi, haviwezi vikakutosheleza. Hakuna mtu ambaye amewahi kutoshelezwa na wingi wa mali alizonazo. Na kuna watu wanapenda sana kuongeza kila wakati. Sikiliza nikwambie, kuongeza kwingi hakutakufanya wewe utoshelezwe. Amen, amen. Lipo jambo tu ambalo linaweza kumsaidia mwanadamu: kuwa na Mungu ndani ya moyo wako, kuwa na Mungu rohoni mwako, kuwa na Mungu katika akili zako, kuwa na Mungu katika maisha yako. Ndicho kinachomfanya mwanadamu aridhike. Maana kinachoridhika ni moyo wa mtu. Na moyo kama uridhiki, hata kama una vitu vingapi, utaua watu, utaiba, utatapeli watu, utazulumu, kwa sababu bado moyo hauridhiki. Haleluya. Sikiliza, Mhubiri sura ya 6 mstari wa 7, neno la Bwana linasema hivi: kazi yote ya binadamu ni kwa ajili ya kazi yote ya binadamu ni kwa kinywa chake, walakini hata hivyo nafsi yake haishibi. Moyo wa mwanadamu, nafsi kama haishibi, ni shida. Ni shida. Mwanadamu asiyeshiba moyoni mwake, tumbo huwa halishibi. Tumbo huwa halishibi. Yani tumbo halichoki kula. Tumbo linapumuzika. Ni kila saa hizi nimechoka kula, nasema nimeshiba, lakini baadaye natamani kula, baadaye tena, kesho kutwa, kila siku ni kula. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kinachoweza kuridhika katika maisha ya mtu ni nafsi, na ile nafsi ya mtu haiwezi karidhishwa isipokuwa na Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uwe na Mungu. Mtu aliye na Mungu nafsini mwake anaridhika hata na mambo machache, anaridhika hata na vitu vidogo. Lakini mtu asiyekuwa na Mungu, hata akiwa na bilioni, hata akiwa na trilioni, ataendelea kuua watu na kufanya maafa mengi na mabaya mengi, ili tu mradi aendelee kuongeza kwa vile alivyo nayo. Mimi naomba Mungu akusaidie. Kuna watu matajiri, mara mpaka sasa wanakreatia watu makorona, wanafanya vaccination ili waende kudunga watu mashindano mabaya ya kuharibu vizazi vya watu, ili mradi tu wapate wao kuendelea kucontrol ulimwengu. Ni kwa sababu mioyo yao
hairidhiki, haishibi na vile walivyo navyo. Kuna watu mali walizo nazo, hata wasipofanya kazi yoyote leo, mpaka vile watakavyokufa, hata kama itakuwa miaka 100, hata kuwa na hitaji ya kitu chochote. Lakini kwa sababu ya kutokuwa na uwezo wa kuridhisha mioyo yao, bado wanaendelea kufanya maafa na kusababisha umwagikaji wa damu za watu wasiokuwa na hatia. Wanauisha watu katika nchi mbalimbali kwa vita. Ni hao watu wa mioyo isiyoshiba, ni hawa watu wa mioyo iliyo na njaa. Wana madini, wana makampuni, wana viwanda, lakini hata hivyo bado wanasababisha maafa kwa sababu ya kukosa uwezo wa kuridhisha mioyo yao, kushibisha nafsi zao. Hawa ndio waliotuletea korona. Hawa ndio wanaotuletea haya mavipindupindu. Mara unasikia kumetokea sijui virus zingine fulani. Hivi mavirus ambazo tunaona huko na kule ni ubunifu wa watu ambao nafsi zao hazishibi, hata pamoja na kuwa wana vingi kwa ajili ya tumbo zao. Mungu atusaidie sana. Nina conclude kusema hivi. Timotheo sura yake ya Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 6 hadi ule wa 10 inasema hivi: walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengi hali wakitamani hayo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Mungu akusaidie sana. Ukiwa na Mungu, asilonge unaka chakula kako, unashiba. Kama unaka nguo kako, unashiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutafuti vingi, kwa sababu hata tukiwa na vingi, andiko linasema hatulikuja mikono mitupu na tutaenda mikono mitupu. Tulikuja na bure, uchi, na tunaenda hivyo. Hatutabeba hata kitu chochote. Hakuna bilionea aliyezikwa na mamilioni yake. Hakuna yule ambaye amejaza mabenki zote za duniani ambaye alipokufa watu walivunja hizo mabenki ili aende na mali zake. Utaziacha. Ubaya unaoufanya, unaufanyia bure. Unaufanyia watu wengine. Watabaki watu wengine kukula hizo mali. Watabaki watu wengine kuenjoy hayo magari. Wewe siku yako ikifika, utaenda vile unavyolala peke yako bila kitu chochote. Hata nguo zako utachaguliwa ya kwenda nayo. Wakikuhurumia wanakununulia mpya, hata vile ulivyovinunua kwa thamani wanaviacha kando, vinavaliwa na watu wengine. Ndio maana ni vizuri kuwa ndani ya Kristo, kwa sababu utaua pamoja na kushukuru ni jambo jema. Walio ndani ya Kristo lazima tuwe tunashukuru. Unatakiwa unapokuwa Mkristo waone shukrani, waone kuridhika. Inashangaza hata Wakristo wengi hawaridhiki. Wachungaji wengine hawaridhiki. Manabii wengine hawaridhiki. Wanaenda to an extent ya kutapeli hata washirika kwa sababu ya kutokuridhika kwao. Wanapora hata masikini kwa kubuni sadaka za uongo kwa sababu ya mioyo isiyoridhika. Kuteua lazima uambatane na kuridhika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ndiyo yote niliyokuwa nayo siku ya leo. Na mimi ninamshukuru Mungu kwa sababu amekupa nafasi ili uweze kunisikiliza. Amini Mungu, na tuombe katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Yesu Kristo, Bwana wangu na Mwokozi wangu. Ninasema ni asante kwa ajili ya mtazamaji wangu na msikilizaji ambaye umempatia neema ya kuweza kusikia neno lako. Naomba neno hili Bwana lifanye kazi ndani ya maisha yake. Nikamzalie imani nyingine iliyo nzuri ya kukuishia wewe. Kujua ya kwamba tulikuja bure, tutarudi bure. Badala ya kutakimbizana na vitu vya dunia,
tukimbizane na uhusiano na wewe, tukimbizane na utakatifu, tukimbizane na wokovu, tukimbizane na kazi yako, kwa sababu tupende tusipopenda, siku moja tutaondolewa katika dunia hii. Utusaidie Mungu uliye hai, tuweze kumaliza salama. Neno lako linasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Takatifu, ukatuwezeshe Bwana, tujue ya kwamba tujapokuwa na mali mengi hatuna uwezo wa kulinda. Utulindie mali zetu tunapopata kutokana na wewe. Tujue ya kwamba Bwana, mali nzuri na zenye faida ni zile ambazo mwanadamu anazipata katika wewe, ili tuweze kutafuta kwa kuvumilia wakati unapotubariki. Tusikumbwe na tamaa za dunia kwa yale tunayoyaona kwa mataifa kana kwamba wako salama, ingawa wao wenyewe hawana amani wala furaha. Utusaidie Yesu. Ni katika jina lako takatifu Kristo Yesu, Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nimeomba na kuamini, nikishukuru na kusema amen.